Ni ngumu sana 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 kuamini kwamba maroli haya yameegeshwa katika service road na hakuna hatua ambazo zinachukuliwa. Ni pande zote za barabara hii zina maroli ambayo yanapanga foleni ya kuingia. Kama unavyoona, madereva wanafanya shughuli zao za kupika na nini katika eneo hili. Ni vigumu sana 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 kuamini kwamba hiki kinachofanyika, foleni ya kwenda kuingia bandari kavu hapa karibu na Mwananchi, Mandela Road. Foleni hii inasababisha msongamano wa barabara kuu na kuwaumiza wananchi ambao ni wengi. Wanufaika bandari kavu hizi ni wachache ukilinganisha na wanaoumia na uwepo wa bandari kavu hizi. Kikawaida ukiegesha gari kwenye mazingira ambayo ni hatarishi kama hivi, ama mazingira ambayo sio rasmi, serikali huwa inakuchukulia hatua, ama mamlaka mbalimbali huwa zinakuchukulia hatua, lakini hakuna anayechukua hatua. Barabara hii ambayo ni service road imeharibika kabisa, jambo ambalo unaweza kusema ni hujuma ya uchumi. Ni hujumu uchumi huu, kuharibu miundombinu, mali ya umma ni hujumu uchumi. Lakini hakuna anayeweza kuchukua hatua, hakuna anayekamata, hakuna anayechukua hatua. Ni kwa sababu wenye kufanya mambo haya labda wana mamlaka makubwa sana katika mifumo yetu ya kiserikali, lakini tukumbuke kwamba haya yanayofanyika yanaepukika. Hizi ni gari ambazo zimewekwa katika mazingira. Kwa mfano hapa tunatumia barabara moja kwa sababu barabara nyingine inatumiwa na bandari kavu hii. Umeona? Kwa hiyo raia, bandari kavu ni hapo. Raia wanakosa raha ya kuenjoy nchi kutokana na matumizi ya bandari kavu. Kwa hiyo unaona, kawaida hatua zingechukuliwa. Ukigesha gari wewe, bahati mbaya, huwa unachukuliwa hatua, lakini hapa hatua hazichukuliwi. Haya maswali yanakuwa magumu sana. Double standard ya aina gani hii? Kwamba hakuna hatua inaweza kuchukuliwa kwao, lakini kwa mtu wa kawaida anapoegesha gari huwa anachukuliwa hatua. Na tukikumbuka kwamba bandari kavu hizi zilifaa kuhamishwa Vigwaza enzi ya hayati John Pombe Magufuli. Alishaona umuhimu wa kuondoa bandari kavu katikati ya jiji kwenda kule Vigwaza, ikajengwa bandari kavu ili jiji la Dar es Salaam lisiwe na maroli, ambapo treni ingebeba makontena yote na kuyapeleka kule Kwala, Vigwaza, na safari za maroli zingeanzia Kwala kuendelea. Cha ajabu, leo hii bandari kavu zimeenda kujengwa mpaka pale ilipokuwa ofisi ya mwendokasi Dati. Hizi zote zinangoja kwenda bandari kavu, na ndio maana kuna foleni ya kutisha. Kwa hiyo tumeongeza bandari kavu katikati ya jiji badala ya kuzipunguza. Tumepeleka bandari kavu katikati ya jiji la Dar es Salaam badala ya kuzipunguza. Je, ni nani mnufaika wa bandari kavu hizi kiasi kwamba matakwa na starehe ya wananchi kuenjoy nchi yao ikakubaliwa kuporwa kwa namna hii? Ni nani mnufaika wa bandari kavu hizi, kwamba watu wengi waumie kwa ajili ya watu wachache ili waweze kuishi vizuri kwa manufaa yao binafsi, kwa mapato wanayoyapata kuhusu bandari kavu hizi? Tufahamu kwamba ni 2,800,000 kuhifadhi container ya 40 feet na ni shilingi 1,400,000 kuhifadhi container ya 20 feet kwa siku moja. Kwa hiyo ni manufaa ya nani huyo? Yeye binafsi kuendelea kutesa sisi tuliokuwa wengi. Ni jambo la aibu, ni jambo la kufikirisha sana. Na ni nani mwenye nguvu kiasi hicho cha kuweza kuendelea kufanya hayo yote huku watu wengi wakiumia, wao wachache wakinufaika na mapato ya bandari kavu hizo? Ni wakati wa serikali kuchukua hatua.